Leo nimekutana na Ubumwenye. Ubumwenye. Ni aje mazee? Ndaga unyama. Unyama Weka ngefindo vya wasungu nikasahau kama mimi ninayo ya kwangu hapa nikafuata ya kwako. Hapana, mimi mambo vya wasungu, shamba mzigo. Halafu hivi vitu viko Tukuyu. Halafu viko Tukuyu pale kijijini kwetu Rungo unapoingia. Hamna mama. Sasa unakuja kuniwekea na kuja kuipata kwako. Basi tuanze na chemsha bongo kwanza. Tuanze kwa kabla ya maswali ya kuuliza maswali. Something start with F and end with K. Mimi nafikiria na nilitu hapo. Yangu itakuwa matusi. Bora yamna unaweza kutumia pia kwa kushika kwa mkono. Kushika sio kuzuri, lipe nyingine tuondoke hapo. Nikupe jibu au? Nikupe jibu. Sasa jibu lako wewe sio la kwangu mimi, tunatofautiana kwa sababu ya experience na uelewa wa maneno ambayo tunayo kichwani. Kwa kuna jibu moja. Nafikiri mimi ninavyofikiri. Wewe unavyofikiri. Kwa inawezekana kitu ambacho nakifikiria mimi jibu lake likawa neno likawa ni hivyo hivyo. Lakini ukawa na neno lako wewe na mimi nikawa na neno langu. Mimi nimesema tusi ndio maana nimesema na siwezi kulisema. Ila wewe la kwako nipe. Inaweza kala kwako likawa la kawaida. Ndio hapo nasema. Unajua fork? Fork ya. Fork. Yes. Fork hapana. Fork ndo nini fork? Kijiko cha umma na kifahamu. Sasa okay tena. Wewe mshamba wa Mbeya. Wewe vitu vya masungu. Mimi ni Kinyakyusa na Kiswahili. Kinyakyusa kidogo Kiswahili. You know princess. You know princess unajua za watu. Msamiati game linavyoenda sasa hivi. Yeah. Bado unahisi wasanii na fans ni maadui? Wasanii na mafans hawezi kuwa maadui. Ni moment tu ambazo kila mtu anazipitia kutokana na sehemu yake, kwa sababu fans anapokea, msanii pia ni fans, unaelewa? Yani ni sio mpenzi wa muziki wake tu, pia ni mpenzi wa muziki wa watu wengine. Na kwa hiyo anapofanya muziki kama mafans wanapokuwa mafans kwa wasanii hawa, pia wasanii pia wanakuwa ni mafans kwa wasanii wengine. Tunapokezana tu. Kwa hizo ni moment ambazo zinatokea, tumepita hapo sasa. Kwa hiyo unahisi kati ya msanii na fans nani adui hapo? Sijui naweza nikajibu vipi kwa pande zote mbili, lakini ninachoweza kuelewa kwamba kila mmoja, hakuna ambaye ni adui wa mwenzake. Umenielewa? Hakuna, yani haiwezekani leo mtu ambaye anasikiza muziki wako akawa adui yako wewe. Mimi ninapokuwa msanii, ninapotengeneza muziki, utengeneze muziki kwa ajili ya maadui yako. Muziki unatengenezwa kutoka kwenye sehemu ya upendo. Kufanya video ya AI. Baadhi ya mafans wanaona kama umefanya bieyusho sana. Waamini kwenye hiyo. Wanasema hata wewe umefanya. Wewe unasemaje kuhusiana na hilo? Umeona moment kama hizo? Kuna muda dunia inakuwa iko mbele, wasanii wako mbele ya mashabiki, na ndio sehemu muhimu sana ambayo tunatakiwa kulielewa. Ni muhimu sana. Msanii yuko kunyosha, kulead. Kwa hiyo kutumia AI, dunia iko hapo. Hatusubiri mpaka hiyo imevuka kila sehemu, imekuwa sio mchongo. Dunia iko hapo. Kwa mtu yote wa kisasa lazima anajua namna gani anaweza akatumia. Watu wa Google tena leo maswali yote unauliza AI, unapata vitu vya uhakika. Kazi zote watu wanafanyia AI. Kama mpaka sasa bado wewe utumie AI. Ni moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa anza kujifunza haraka sana. Sawa. Kibarua cha madirector imeingia mchanga kutokana na AI? Hapana. Kwa sababu ukweli ni ukweli na AI ni AI. Alafu AI ambayo tunaitumia sisi bado hatujavuka hizo sehemu, watu walipima AI yao, umenielewa? Kwa hiyo uweze kupata vitu katika hiyo level ambayo natakiwa kuipata. Alafu hata kwa mtu yote akiangalia anaweza akatofautisha AI na kitu kingine. Kwa madirector imekuwa nzuri zaidi kwa sababu imeongezea advantage ya kitu cha ziada ambacho tunaweza kutumia katika sanaa zao. Bado una date? Siwezi kuacha kudate. Mimi ni nigga. Ule mtoto wa 2000 bado uko naye? Yule siwezi kuwa naye. Kwa nini? Jamani. Mbona yule Wasi mtu mzuri. Wewe unataka nini? Watoto wa 2000 unawatema. Nini shida bro? Ni shida gani? Mama yuko nyumbani. Wewe mama alivyo saizi anafanya vitu vyake. Sio kwamba hatuko same. Mimi sikuwa nimeoa. But yule
Sisi ulisema ndo utakaoa, imekuaje tena juu? Sasa utaki mimi nije kuoa kwenu huko? Bro. Wewe utaki mimi nije kuoa kwenu? Lakini mimi niliona mko sawa. Mimi naona kwenu kuna vitu sawa. Na wacha maneno yako. Mimi nakwambia, naona kwa kwenu kuna vitu sawa. Mimi nakuona uko kwenu. Wewe unaona mnavyoongea nyinyi? Hamna kitu. Tofauti na sisi tunavyoongea. Hiyo sasa mimi ndo naitaka hiyo mixer hiyo. Kachumbari, kwa natakiwa hii na hiyo. Kwa kachumbari ndio yenyewe. Tupe akapela ya sasa hivi. Hasira za maisha, hasira kwenye kichwa, roho inataka kunitoka na sita, nishabaki kipa, nishabaki skipa. Mungu ndo anajua na yote ni maisha, hasira za maisha hizi wewe. Unajua Man, noma sana. Nipe nikuombe kitu. Niulize swali. Mimi nikuulize wewe? Yeah. Aha. Umenifurahisha. Kwa namna mbili. Kwanza, kipindi chako umekuwa nakiweka wapi muda wote? Kipindi changu nakiweka kwenye mitandao ya kijamii. Yes. Kwa nini unakuwa unauliza maswali ambayo unauliza? Yaani na maswali haya au unakuwa unajua kwenye kutangaza kinachotofautisha watu ni tabia. Na tabia ya maswali yako ni tofauti na tabia ya maswali ya watu wengine. Kitu gani ambacho kinakumotivate kuwa na tabia ya maswali kama ambayo unauliza? Kwa kifupi mimi ni mtangazaji. Japo nikiwa hapa bado sijaingia kwenye sekta hiyo. Ila utanikuta siku so nyingi. Ila mimi ni mtangazaji. Asili yako wapi? Cocktail. Kenya na Tanzania. Ndio maana una Kenya ambao unauzungumza na maana umekaa Kenya kuliko Tanzania? Ndio. Kote nimekaa. Karibu, naitwa nani? Naitwa Maggie, social media naitwa Shasha Tom. Shasha Tom. Basi nitakutafuta Shasha. Haina noma. Karibu sana bwana. Asante.